Piga kelele, sema fire. Piga kelele, sema fire. Piga kelele, sema fire. Leo ni siku ya 3 ya mkutano wa Injili mahali hapa. Yuko Yesu anaokoa, yuko Yesu anaponya, yuko Yesu anaweza. Hatujaleta habari za siasa, hatujaleta habari za dini, tumeleta habari za Yesu Kristo aliyekufa msalabani, halafu akafufuka. Baada ya siku 3 akapaa zake. Nasema tena, nishushe wingu nisishushe. Nauliza, nishushe wingu nisishushe. Yeye nibomoe nisibomoe. Niangushe ngome nisiangushe. Nivunje nisivunje. Watu wa Galilaya nauliza, niseme nisiseme. Niseme nisiseme. Ya piga kelele, sema fire, fire, fire. Fire, fire, fire. Mpaka shetani asikie fire, fire, fire. Hallelujah. Unaweza katulia sasa pale ulipo. Mtu wa kibodi unafanya vizuri kwa sababu mimi muda wote naimba, muda wote nahubiri. Kwa hiyo kaa karibu na kinanda. Robo sakayanda rabakoria. Naomba nisome kitabu cha Luka mtakatifu. Wako maluka wengi lakini ni walevi. Wako maluka wengi lakini ni majambazi. Wako maluka wengi lakini wanacheza kamari. Ninasoma habari za Luka mtakatifu, sura ile ya 16 na mstari wa 20 na 21. Biblia imenambia, naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza yule tajiri, hata mbwa wakaja wakalamba vidonda vyake. Biblia imeniambia ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Sikiliza jioni ya leo, ninaleta habari za Yesu Kristo. Sikiliza jioni ya leo, watu wa Kasulu, ninaleta habari za mkombozi Yesu Kristo. Yeye aliyekufa halafu akafufuka, na siku 3 akapaa kwenda mbinguni. Watu wa Kasulu, Biblia inasema alikuwa na jamaa mmoja ambaye alikuwa anaitwa Lazaro. Yaani huyu Lazaro, Bwana ananifurahisha kweli kweli. Ni mtu ambaye alikuwa masikini, yaani katika